Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho ya Bwana Mungu ndio juu yangu. Ndio. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ndio. Ni wahubiri wanyenyekevu. Ndio. Habari njema. Ndio. Amenituma ili ndio kuwaganga waliovunjika mioyo. Ndio. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usome ile somo vizuri kwa sababu ni somo la kufungua kwa rasa. Tunasoma Isaya ndio 61 verse yake ya kwanza. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Roho ya Bwana Mungu, Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Ipo juu yangu mimi. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Amenitia mimi mafuta hapa. Wahubiri wanyenyekevu. Niwahubirie nyinyi wanyenyekevu. Habari njema. Habari njema. Amenituma. Ili kuwaganga waliovunjika. Ili niwagange nyinyi ambao mshajiuliwa. Waliovunjika mioyo. Kuwatangazia mateka. Uhuru wao. Nao waliofungwa. Habari za kufunguliwa kwao. Habari ya kufunguliwa leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo hii nawatangazia habari njema ya kwamba usivunjike mioyo kwa sababu ya wanadamu wanapokalia katika changamoto zao. Amen. Wanadamu wanakukalia katika mazingaombo. Wanadamu wanakaa wanapanga plan ili wewe uende kuaibika. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa tembea naye. Huyu kijana kwa sababu ya kusikia. Unajua katika maisha ukikuwa mtu kupenda kusikia na maisha yako atakuwa na level ya chini sana. Maisha yako yatatirika sana. Ukikalia maisha kusikia. Mara nyingi ukiwa mtoto wa Mungu, kama unampenda Mungu na kama unampenda Yesu, penda sana Mungu anakuelezea habari. Kwa sababu Yesu anapokuwa anakupa habari, kila kitu kinakuwa na uhakika kwa sababu hakiumbishi. Lakini ukikaa kusikia wanadamu anapokuwa anasema, utaangamia sana. Kuna baba mmoja maisha yake ilikuwa pale kusikia habari tu. Yeye hana uhakika wa kufuatilia jambo alijue kwa uhakika. Anaposikia tu na ipo siku hapo kwenye madhabahu anahubiri yale maneno. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Yule baba ndio kwako, yaani mahubiri yake yote hawezi kuhubiri jambo hajapata taarifa ya mtu. Akishapata taarifa ya mtu plani inapatikana, Jumapili inapofika mahubiri ndio anaanza kutwanga na anajifanya kujazwa, anaongelea historia za mtu mwingine. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Ule baba ndio alikuwa maisha yake. Na baadhi ya wengi walikuwa nasikia labda naokoka sana. Ule baba alikuwa anafanya mambo kama yale. Walikuwa wanamuona kama vile anaokoka sana. Lakini kwa sababu mimi nilipata kibali kasema Mungu, huyu baba haya maneno anapokuwa na ubiri kanisani, haya maneno kabisa yako shua ama tu anatufuramu kanisani. Nataka nimjue baba ni nani. Naomba kibali Mungu, nataka nimjue baba ni nani. Nikishajua baba ni nani, nitajua jinsi gani ya kudili naye. Nikaomba Mungu akaniwezesha, akanionyesha picha, akanionyesha kama huyu ni fake. Huyu ni mtumishi fake. Kumbe ni mtumishi fake. Basi nitajua jinsi gani ya kuishi naye vizuri. Na kipindi nilipogundua kwa kuchukua historia za watu wengine, kwa kutangazia watu wengine ambazo sivyo, kwa sababu ya kusikia na napata njia ya kuanza mahubiri. Nilipogundua tu nikasema baba ni fake, na jinsi mshajua ni fake, mahubiri yake hana haja kuyafuatilia, kwa sababu nikienda kufuatilia mahubiri yake na mimi nitakuwa vile fake. Kwa sababu watu wengi wanafikia labda anasemaga eti msinifuate mimi, mfuate neno. Sisi ni vipofu. Sisi hatuko vipofu. Sisi tunaona, na kama tunaona haiwezekani tupeleke motoni wakati tuna akili zetu na tunaona kama wewe ni fake. Lazima tuache mambo ambayo unayafanya. Siku moja akaniambia mtumishi, maneno moja ambayo niongelesha maneno ya ajabu. Na maneno ambayo niongelesha maneno ya ajabu, nikamwambia kama kweli wewe unamuomba Mungu ukweli, na maneno ambayo naambia ni kweli. Lakini kama muomba Mungu afeki, utafeli.
na ukisha feli hautaniangalia hata usoni. Kasema hapana, hivi ninavyokuambia ni ukweli na mimi. Nikasema hivi, mimi kama namuomba Mungu wa fake utashinda, lakini kama mimi namuomba Mungu original wa ukweli, ambaye alinitengeneza mimi kuwa Danieli, mimi kuitwa Mokili Shabani, nina uhakika wewe ili jambo hili utaliona aibu. Na kipindi nilipopata aibu, nikatembea mzee wangu Mika, nikamwambia babangu, baba walifanyia kituko hiyo. Baba anifanyia kituko, lakini nataka niende kumwambia live kwa sababu siku nyingine asizoe, asifikie labda sisi tunakuja kuingiza katika kazi ya Mungu. Asifikie labda sisi tunakuja hapa kukusilikizana. Hapana. Baba kanidanganya, kafanya hiki. Na hivi sasa nimemshinda. Ona sasa anashindwa hata kuniangalia. Tulikaa naye alikuwa anashindwa hata kuniangalia machoni. Ila mimi nilikuwa nataka niende sasa kumwambia asiendelee kama hadi kama ile. Ule mchungaji wangu Mika akaniambia hapana, achana naye. Jinsi mambo yote ameshaenda shwari, ushindi umeshapatikana, achana naye. Tuendelee na maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unatakiwa unajipa moyo kwa Mungu ambako naye. Usitegemee Mungu wa mtu mwingine, tegemea Mungu wako, kwa sababu kipindi ulipozaliwa yeye hakukwambia wewe uzaliwe. Kipindi Mungu alikutengeneza kama utakuwa mtu fulani katika ulimwengu, yeye hakuwepo. Kwa hiyo ujipe moyo. Usikate tamaa kisa wanadamu. Wanadamu wako pale kuvunja watu wengine mioyo ili usifanikiwe. Na Mungu abariki neno lake. Amen. Amen.